Mwisho wa laana. Sura ya 7. Mwisho wa kusikitisha. Miaka 2 ilipita tangu kifo cha Kevin. Kijiji cha Kisanga kilirejea katika utulivu wake, lakini hadithi ya Kevin ilibaki kuwa simulizi la kusikitisha lililosambaa hadi vijiji vya jirani. Watoto waliambiwa, usiwe na tamaa kama Kevin, usiue baraka zako kwa mikono yako mwenyewe. Mashamba ya familia ya Ruge yaligeuka kuwa mapori. Majengo makubwa yaliyokuwa ya fahari yalianza kuporomoka. Hakuna mtu aliyethubutu kununua ardhi hiyo au hata kupita karibu usiku. Watu walidai kuwa walikuwa wakisikia sauti za kulia na kilio cha huzuni kutoka ndani ya nyumba hiyo iliyochomwa. Mzee mmoja katika kijiji aliyekuwa rafiki wa karibu wa marehemu Bwana Ruge aliwahi kusema kwa sauti ya huzuni, laana mbaya zaidi duniani ni kuwa mzazi wako. Baraka zote za maisha zinatoka kwao. Ukikata mzizi wa mti, unajimaliza mwenyewe. Na kweli, kila kijana aliyetaka tamaa ya haraka alikumbushwa hadithi hiyo. Kevin alikuwa tajiri wa kwanza kijijini aliyekufa kama ombaomba, mwili wake ukiliwa na wanyama na kaburi lake kutelekezwa. Lakini hadithi haikuishia hapo. Kila usiku wa mvua, watu waliopita karibu na eneo lile la mashamba walidai kumwona kivuli cha kijana aliyevaa suti nyeusi, akilia kwa uchungu, akisema, ningesikiliza, ningesubiri, ningeheshimu, sasa nimebaki kivuli cha maumivu. Na mvua kila inaponyesha, ndege walikataa kupita juu ya eneo hilo. Miti ilikaa kavu kana kwamba ilikuwa imepigwa na radi mara 100, na harufu ya damu ilikuwepo kila mara asubuhi. Wakati mwingine, watoto waliocheza karibu na mto Ruaha waliona uso ukitokeza kwenye maji, macho yakiwa mekundu, uso wa huzuni, sura ya Kevin ikilia kimya kimya ndani ya maji. Hadithi yake ilibaki kuwa onyo kwa wote: tamaa ni adui mkubwa kuliko umaskini. Heshimu wazazi wako, maana mikono yao ndiyo baraka zako za kweli. Damu yao ikilia juu yako, hutapata pumziko duniani wala ahera. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu ya mwisho wa laana.